Naomba tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, wewe peke yako unayestahili, muumba wa mbingu na nchi, unastahili kutukuzwa, kuabudiwa na kushukuriwa na kila kiumbe. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe peke yako umetukuka katikati ya viumbe wote. Asante kwa ajili ya yote unayotenda kwa ajili ya watu wako. Tangu kale umetenda, unatenda na utaendelea kutenda. Asante kwamba katika kutenda huko nasi umetutendea. Ndiyo maana tuko hapa. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, kuna wakati tunajisahau, tunashindwa kujua na kujitambua ya kwamba sisi ni nani. Lakini Mungu unatukumbusha, Mungu unatuhuisha. Basi hata muda huu tunapokuwa katikati ya jengo hili, tunakusihi Mungu wetu useme nasi ili utuhuishe. Huisha nafsi zinazoendelea kufa, huisha utumishi unaokufa, huisha ufuasi unaokufa, huisha ndoa ambazo zinakufa, huisha uchumi unaokufa, huisha mahusiano yanayokufa, huisha kazi yako katikati ya vizazi. Asante Mungu wetu kwamba wewe peke yako ukisikia unatenda kwa utukufu wa jina lako. Anza nasi, endelea kuwa nasi. Muamshe kila mtu akili yake, moyo wake na imani yake, ili nafasi uliyomwandalia sasa hivi apokee kile ambacho umekitenga kwa ajili yake. Kwa Yesu Kristo. Amen. Naomba tuketi. Naomba hii turudishe nyuma kidogo ili hawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulianza Ijumaa au Alhamisi? Ijumaa. Ijumaa, Jumamosi na Alhamisi. Na leo, lakini Mungu alitupatia neema ya kuangalia kitu kimoja ambacho nafikiri kwamba leo tutakiangalia kwa mfumo mwingine. Utumishi wetu kwa Mungu, bila kujali mimi ni Mkristo wa kawaida au mimi ni mpakwa mafuta na navaa joho kama ambavyo baba yetu hapa amevaa, kuna wakati huwa unaweza kulegea, kufifia, na hata ufuasi ukiangalia ile siku unasema kwamba nimekata shauri, na halafu siku zinavyoendelea kuna mambo huwa yanaweza kurudisha nyuma na ukafika mahali ukapoa kabisa. Kuna namna ya kuhuisha. Leo tutazungumza habari za mtumishi mmoja ambaye Mungu alimjalia kutumika kwa zaidi ya miaka 50. Na katika miaka yote hiyo 50, hakuna hata siku moja ambayo alimjeruhi mtu, ambayo alimtendea mtu vibaya. Na hata anapoondoka, anapoaga, kwa ujasiri anatokea mbele ya watu na kuambia kwamba nimetumika mbele yenu, naomba kama kuna yeyote niliyemkwaza asimame, aseme. Kama nilichukua chochote cha mtu kwa dhuluma nisikilipe, naomba asimame. Hakuna hata mmoja aliyeshuhudia. Na huyu hakuwa mtumishi wa watu wawili au watatu, alikuwa ni mtumishi wa taifa zima. Leo kwa mujibu wa kalenda yetu ya Kilutheri inasema haki huinua taifa. Maana yake kuna watumishi ambao Mungu akiwaweka katikati ya jamii, wao hawajui kingine isipokuwa kutenda haki. Na watumishi wa namna hii wanapokuwa katikati yetu, kila mmoja anabarikiwa, kila mmoja anamuona Mungu kupitia utumishi wake. Sasa tuangalie habari za mtu huyu. Najua kwamba mmezizoea kuzisikia, lakini naomba Mungu leo awape neema ya kusikia habari hizi kwa namna ya tofauti. Habari hizi zinamhusu mtumishi aliyetumika katika Agano la Kale, Samuel. Baadhi ya watu maarufu ambao habari zao zimeandikwa katika Biblia, kuzaliwa kwao pia kumeelezwa. Tunakosa tu habari za watu kama akina Daudi, Ibrahimu, Elia na Nuhu. Watu hawa tunakutana nao wakiwa watu wazima. Hatujui walipozaliwa, kuzaliwa kwao kulikuwaje, wazazi wao walikuwa katika hali gani. Lakini tunaye huyu mtu
ambaye Mungu ametuwekea mbele yetu anaitwa Samuel. Na tunaanza kuangalia pale pale mwanzoni. Huenda tusiangalie utumishi wake, lakini tukaangalia mazingira yaliyopelekea huyu Samueli kuzaliwa. Na hapa ndipo ninapotaka tuone kwamba kumbe hata sisi katika mazingira yetu tukitenda kama mazingira yalivyokuwa ya kuzaliwa kwa Samueli, tunaweza kwenye jamii zetu tukatokeza kina Samueli wakamtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa hiyo kumbe tunapokosa watumishi waadilifu, tunapokosa watumishi wale ambao Mungu anatenda kazi nao, huenda shida ipo kwetu pia. Kitabu cha Samueli kinaanza kwa kutuambia hivi. Nitasoma mistari mitatu ya mwanzo. Samueli wa kwanza 1:1 hadi 3. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Efraim, jina lake akiitwa Elikana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina la mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyu Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyu alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehas, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Bwana Yesu asifiwe. Tunakutana na mtu mmoja ambaye mwaka kwa mwaka alikuwa akienda sehemu ya ibada. Mambo mawili yametajwa alikuwa anakwenda kufanya nini? Kumwabudu Mungu na kumtolea Bwana dhabihu. Kwa nini asiseme juma kwa juma, aseme mwaka kwa mwaka, au asiseme siku kwa siku? Wenzetu wakati wametoka Misri kuelekea nchi ya ahadi Kanani, hawakuwa na sehemu ya kuabudia. Na kwao hawakuwa na haya makanisa kila sehemu. Sehemu ya ibada ilikuwa ni moja tu. Na muda huu tunapozungumza hawakuwa na hekalu. Kwa hiyo mtanisamehe kama mara kwa mara nitasema hekalu, ni kwamba nakosea. Hekalu limekuja kujengwa miaka mingi baadaye. Kipindi hiki walikuwa tu na sehemu wanayokutana kwa ajili ya ibada, na waliambiwa mtu anayeishi jirani na hiyo sehemu atakwenda kila anapojisikia mara kwa mara, lakini kila mwanaume wa Israeli na familia yake watakwenda walau mara 3 kwa mwaka kwenye sikukuu ya mavuno kama vile sisi tulivyo navyo hivi, kwenye sikukuu ya vibanda na kwenye sikukuu ya Pasaka. Kwenye hizi sikukuu, yani Yerusalemu ilifurika watu kutoka sehemu mbalimbali, na baadaye hata watu wa mataifa mengine walikuwa wanakwenda. Sasa huyu mtu alikuwa mcha Mungu na alikuwa akienda mwaka kwa mwaka kumwabudu Mungu na kumtolea Mungu dhabihu. Utoaji wao ulikuwa ni wa pekee sana. Baadaye Hana atakapokuwa amepata neema kwa Bwana na kwenda kumtolea Mungu, matoleo yake yanatajwa kwamba ni ng'ombe 3 alibeba, akabeba chupa ya mafuta, halafu akabeba na unga. Mimi katika kutumika kwangu, yani ninapokuja kupokea vile ambavyo washarika wanaleta, sijawahi kukutana na mtu ameleta mbuzi, ng'ombe. Ni mara moja tu nikiwa Arusha nilikuta ng'ombe kwa madhabahu. Sijajua kama hapa mheshimiwa mchungaji Chaplain kama ng'ombe wameshakuja. Na leo nimekuta asubuhi ninapokuja ng'ombe wanakwenda huko, nikafikiri huwa wanafungia humu ndani au wanakuja kwa sadaka. Basi Mungu awabariki sana kwa namna hiyo. Ila tusitoe wale ng'ombe wadogo wadogo. Mungu anataka hata wale ng'ombe wakubwa, si ndivyo? Haya, sikutaka kufundisha habari za matoleo. Hili limekuja tu. Elikana alikuwa na wake wawili, majina yao ni Hana na Penina. Hana maana yake neema au upendeleo, na Penina maana yake jiwe la thamani, lulu au madini. Majina mazuri, sivyo? Na huyu ambaye ni upendeleo anaonekana kutokupendelewa.
Alipendelewa kuolewa, hilo ni jambo zuri, lakini kwa bahati mbaya huko kwenye ndoa hakupendelewa. Na mfuatano huu unasema kitu cha pekee: Hana halafu Penina. Tusiridhike tu kuona Hana halafu Penina, tujiulize kwa nini sio Penina halafu Hana? Inapokuwa ni Hana kisha Penina, tujue kuwa mpangilio huu unatuambia Penina alikuja baadaye kwenye ndoa ya Elikana na Hana. Je, ni kwa sababu gani Elikana alilazimika kumsogeza mke wa pili? Naomba nikupeleke kwenye utamaduni wa desturi za wakati ule. Desturi za wakati ule, jambo la kuwa na watoto katika ndoa lilikuwa ni la muhimu sana. Mwanamke akiolewa ikatokea bahati mbaya ana tatizo la ugumba, ilikuwa ni aibu kwake, kwa wazazi wake na kwenye ndoa pia. Ugumba ulionekana kuwa ni matokeo ya laana fulani, na kwa bahati mbaya jambo la kukosekana kwa mtoto katika ndoa lilibebeshwa kwa mwanaume. Kwa mwanamke, sio kwa mwanaume. Ili kutatua hilo, kwa mujibu wa tamaduni zao, mume alilazimika kuoa mke wa pili ili wapate mtoto wa kurithi katika ukoo wao. Sasa pamoja na utamaduni huo, utashangaa kuona kuna baadhi ya wanaume walivunja desturi hizo. Wapo waliooa wake wengi hata kama mke wa kwanza alikuwa na watoto, si? Biblia inatuambia habari za Suleiman ambaye alikuwa na wake 700 na masuria, yani michepuko 300, akifanya jumla 1000. Huyu hakuoa wengi hivyo kwa sababu mke wa kwanza alikuwa na tatizo, hapana. Yeye alikuwa na mambo yake. Kuna mtu mwingine Daudi, naye alikuwa na wake zaidi ya 6, lakini haikuwa kwa sababu wa kwanza hakuwa anapata watoto. Utakuta na wengine. Na halafu kuna wengine pia waliovunja desturi hiyo kwa namna nyingine. Yaani alioa mke mwenye shida ya tatizo la ugumba na hakutaka kumleta mke mwingine. Alipambana na hali yake ya kukosa mtoto, watu wawacheke, yeye hakupata shida. Watu hao ni pamoja na Ibrahimu. Tunakutana na Ibrahimu akiwa na miaka 75 Mungu anapomuita. Na muda huu tunaambiwa hawakuwa na watoto. Siku zile walikuwa wanaoa na kuoana wa kiume akiwa na miaka 35 mpaka 40. Kwa hiyo kama Ibrahimu alioa akiwa na miaka 40, tunakutana naye akiwa na miaka 75, maana yake miaka 35 wamekaa katika ndoa bila kuwa na mtoto. Mtoto wake Isaka naye ameoa akiwa na miaka 40, hawapati mtoto mpaka wanapokuwa na miaka 60. Maana yake imepita miaka 20 ya ndoa bila kuwa na mtoto. Na Isaka hakutekewa kuoa mke mwingine ili wapate mtoto. Kwa hiyo wapo ambao waliuona utamaduni na wakajua kwamba utamaduni haunihusu mimi, ni wa wengine. Mimi nitaendelea tu kupambana na hali yangu. Maana yake walikaa na wake zao bila kuwa na watoto na hawakushawishiwa kuoa wake wengine. Manoa, mama yake wa Samson na baba yake wa Samson, habari zake hatuzisikii sana, lakini tunapokutana nazo tunaambiwa kwamba mke wa Manoa alikuwa tasa. Hadi mwanamke aitwe tasa anakuwa amekaa kwenye ndoa muda mrefu. Tunaye pia Zakaria, baba yake wa Yohana Mbatizaji. Huyu naye ni miongoni mwa wanaume waliosema sio kila utamaduni unanifaa mimi. Sio kila utamaduni unamfaa kila mtu. Maana hawa mpaka walikuwa vikongwe, hawana mtoto na hatusikii habari za mke wa pili. Kwa hiyo kuna desturi nyingine zipo kwa ajili ya wengine, wewe uzitazame tu na kuziacha. Wewe mwangalie Mungu hata kama desturi zinakuambia kitu kingine. Mungu atakufanyia jambo la kueleweka zaidi ya hilo ambalo desturi inataka ufanye. Sasa Elikana alimezwa na desturi. Hana alikuwa tasa na Elikana alimezwa na ile desturi, akamleta Penina kwenye ndoa yao. Elikana alishindwa kufuata
njia ya Ibrahimu na Isaka, walioamua kukubali utasa wa wake zao. Ambacho Elikana hakujua ni kuwa anapotatua hitaji lake la kutaka mtoto kupitia mke mwingine, anasababisha maafa kwa Hana. Maana anapomuoa mke wa pili, tunachokiona ni kwamba Penina hakuja kuwa tu mke wa pili wa Elikana, alikuja pia kuwa mtesi wa Hana. Alikuja kuwa mchokozi, alikuja kuondoa amani ya Hana kwenye ndoa ile. Maana Penina alikuwa na dharau na kejeli za kila aina. Bila shaka utakumbuka kejeli alizozifanya Hajiri kwa Sarai, pale ambapo Sarai mwenyewe alipendekeza kwa Ibrahimu kwamba hatuna mtoto mpaka sasa, unaonaje tukipata mtoto kwa njia ya huyu binti wa Kimisri? Watatu wamepatana wakapata mtoto Ishmaeli, lakini muda wa ujauzito mapembe yakaota kwa Hajiri, akaanza kumdharau, kumkejeli kikongwe wa watu. Unajua binadamu tunatofautiana kwa mengi. Mwingine hata ukimpiga na kumfanyia kila ubaya anakuangalia tu, lakini kuna mwingine ukimgusa tu ni sawa na kuwapiga nyuki kwenye kundi lao, halafu hakuna moshi wa kuwalewesha, huna mbio na hakuna upepo. Napoyaangalia mazingira ya hapa Ifakara na hapa Milola yanafanana na hayo. Msichokoze nyuki wakiwa wametulia mahali, hakuna upepo, watawadhuru. Sasa kwa hiyo Sarai alimwinukia Hajiri kama nyuki wanaomshambulia mtu aliyewachokoza kwenye kundi lao. Hajiri aliamua kukimbia. Sasa Penina alimdharau na kumkejeli Hana, lakini Hana hakuweza kusema lolote. Na maandiko yanasema hivi, ila mwenzake, yani Penina, humchokoza sana hata kumsikitisha. Zingatia maneno hayo, humchokoza sana hata kumsikitisha. Maana yake Hana hakuwa na la kufanya ila kusikitika tu. Katika kusikitika huko, sidhani kama utaweza kula. Huwezi kuwa na amani kabisa. Kwa hiyo inaeleweka kabisa maandiko yasemapo kuna wakati Hana hakuweza hata kula chakula. Kama hakuweza kula kwa sababu ya masikitiko, inamaanisha Hana hakuwa mtu wa tabia ya Sarai, mtu wa kupambania nafasi yake. Yeye alikuwa mtu wa tofauti. Maandiko yanaonesha Elikana alijitahidi kumpenda Hana kwa kumpa vitu zaidi ya mwenzie, lakini upendo ule ulikuwa umechelewa. Maana kama kweli Elikana alimpenda Hana, asingeleta mtesi wake. Angekaa kwa mfumo ule ambao Ibrahimu, Isaka, Zekaria, Manoa walikaa, lakini yeye alifanya tofauti. Sasa naomba tusahau hapa kwamba kuna wakati mwingine ni sisi wanawake tunaokaribisha watesi kama Sarai alivyokaribia. Kuna baadhi ya makabila naambiwa kwamba mke wa kwanza akianza kusumbua, ili baba walau apate amani, hamfukuzi ila anamleta mwingine kumnyosha huyu wa kwanza. Kwa hiyo wakati huo tabia ya huyu mama wa kwanza inaanza kurekebishwa. Sasa Ukristo hauruhusu habari za kuoa wake wa pili. Badala yake kuna wakati mwingine akina mama tunaposema kwamba waume zetu wanachepuka, kabla hatujafika kuwalaumu, tuangalie tabia zetu. Huenda sisi ni chokochoko sana. Huenda atimizi wajibu wetu. Yaani mume akija nyumbani ametoka huko amechoka, sisi ni maneno tu yasiyo na hesabu. Na baba wa watu anaona isiwe tabu, ataanza kwenda kupita huko, anaweza kupata faraja nje ya ndoa. Mungu atusaidie. Na kwa namna hii tuna watoto wengi tu wanaozaliwa nje ya ndoa, sababu ni za nyumbani. Mungu atupe neema na hekima namna ya kutatua tofauti zetu
bila kuleta mtu wa tatu kwenye ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Sarai hakujua kwa kumkaribisha Sarai Hajiri anaharibu urithi wake na analeta majanga kwa nafsi yake mwenyewe. Kwa habari ya Elikana, Hana tunasema kwamba ikiwa ni Elikana aliyeamua kuoa ili apate mtoto kwa kupitia mke wa pili, basi tujue mambo yafuatayo. Moja, hata kama ni vizuri kujali maslahi yetu, yale tunayoyapenda, kuna wakati tunapofanya hivyo bila kuangalia hayo mambo yana madhara kiasi gani kwa wenzetu, tunawaumiza watu. Yaani wapo wengi wanaoumia kwa vitendo vyetu. Sisi tunadhani ya kwamba anatafuta haki yangu, natafuta ninalolitaka, lakini kumbe kwa kufanya hivyo kuna watu ninawaumiza, kuna watu ninawakanyaga, kuna watu ninawaharibu, na wengi wameumia, wengi wamekufa, wengi wamepata shida kwa sababu yetu. Mungu atusaidie. Kwa sababu ya kile alichokifanya Elikana, Hana alishindwa hata kula. Lakini kuna wakati, unajua Hana hakuwa mtu wa kabila fulani hivi, si ndivyo? Hapo nilikuwa nimeingia huko ndani, nikamwambia hii kamba ya nini? Wakaniambia ni ya kengele. Kuna baadhi ya makabila ukimchokoza tu anasema nene swela hiyo. Anaishia kesho na kesho kutwa mtasikia kitu kingine. Sasa Hana hakuwa mtu wa namna hiyo. Hakuwa hivyo. Nachotaka tuangalie hapa ni kwamba hivi bado kuna mafunuo ya Mungu katikati yetu. Kunapokuwa na mafunuo katikati yetu kutoka kwa Bwana, hata tamaduni zetu zitahitaji kushikilia mafunuo ya Bwana, hata desturi tulizozizoea zitahitaji kufuata mwongozo kutoka kwa Bwana, hata taratibu zetu zitahitaji kuangalia Bwana anasema nini. Kunapokuwa na mafunuo kutoka kwa Bwana, Bwana anapokuwa ndani yetu, matatizo mengi yanazuiwa. Maana Bwana huona kila kitu kabla hakijatokea. Lakini neno la Bwana, mafunuo kutoka kwa Bwana yanapokuwa adimu miongoni mwetu, mafunuo yanapokosekana, tukaendelea kuongozwa na desturi zetu, tukaendelea kufukuzia tamaa na maslahi yetu, tutaumiza wengi na tutaua nafsi nyingi. Kuna wakati desturi ni nzuri, lakini zinapotathminiwa vizuri kwa misingi ya mapenzi, angaliwa vizuri kwa misingi ya mapenzi ya Mungu, zinaleta majanga. Sehemu nyingi za kazi watu wameumia kwa sababu tu hatukuzingatia mapenzi ya Bwana. Tumshukuru Mungu kwamba Hana alikuwa vizuri kiimani. Alipoona dharau zile hawezi kuzibeba yeye kama yeye, na mazingira hayamsaidii namna ya kuzibeba, aliamua kuzileta kwa Bwana. Hana alilia mbele za Bwana, akaomba hadi kuhani Eli akamdhania kuwa ni mlevi. Hapa napo tunakutana na janga jingine linalotuambia neno la Bwana ambalo ni hekima kwa ajili ya watu linapokuwa adimu miongoni mwetu, hata waitwao watumishi wa Bwana, badala ya kuwa faraja kwa watu, watawajeruhi wengi kwa maneno na vitendo vyao. Chaplain, hivi umekuwa mchungaji kwa muda gani? 25. Ulinitangulia miaka 3. Umejeruhi wangapi mpaka sasa? Ukishakuwa mtoto wa baba askofu unakuwa muungwana kujisemea ukweli. Anasema wengi tu. Lakini inawezekana ninyi ndio mlisababisha afanye hivyo. Unajua hata Musa asingekosa kuingia nchi ya ahadi. Waliosababisha asiingie ni watu wengine. Watu hawa wanaovaa kola waombeeni sana. Kwa sababu kuna wakati wanatenda dhambi si kwa sababu nyingine, ila ni washarika wanaosababisha watende dhambi. Mungu atusaidie tujilinde, lakini pia sisi tusiwe makwazo kwa wengine. Sasa
tuangalie watumishi, tujilishe neno la Bwana na kushiba vizuri, ili katika maneno yetu ibubujike hekima ya Mungu na watu wapate uponyaji. Tukosapo hekima ya Mungu, tuwe na akiba ya maneno. Yaani ikionekana kwamba tumekosa hekima ya Mungu na kuwapa watu maneno ya faraja, basi tuwe na akiba. Maana yake tuseme kitu, hasa inapotokea mchungaji au mtumishi unakaa kimya, ni mtumishi wa aina gani? Maana yake hapo hatuna option zaidi ya kujilisha neno la Mungu, tushibe ili tuwe faraja kwa watu. Tukirusha maneno kwa sababu tu tumepewa viti na nafasi ziite ofisi au mamlaka, tutajeruhi wengi. Hana alihitaji faraja, hivyo alikwenda sehemu ya ibada. Je, alikutana na mtumishi mtoa faraja? Mtumishi aliyekutana naye kwa kukosa hekima anamuita mlevi. Je, kwa maneno hayo Hana ataondoka na hisia gani? Ataondoka na mudi gani? Yaani mimi nimekuja kuomba, naomba mbele za Bwana, unaniita mlevi, kichaa. Siku hizi kuna makanisa mengi, si ndivyo? Yaani utashangaa kuona kanisa tupu. Watu wamekwenda huko. Sasa kwa neno la Bwana kuwa adimu miongoni mwetu, watu wengi hawaangalii watumishi wanasema nini au wanafanya nini. Kwa hiyo huishia kukata tamaa na pengine kuacha hata kusali. Lakini Hana anaonekana kuwa mtu wa pekee. Badala ya kuangalia kuhani anasema nini, Hana anaonekana kusema, maneno yako hayanisumbui mimi. Kwa upole Hana anasema yeye hakunywa divai na hajalewa. Neno la Bwana likikaa kwetu kwa wingi, hata wanapotusema vibaya, litatuongoza namna ya kujibu. Hana hajibu ovyo kwa shtaka ambalo halimhusu, lakini anajibu kwa upole. Na kilicho wazi ni kwamba neno la Mungu linapokuwa adimu kwetu, bila kujali sisi ni watumishi au la, hata watu wanaposali tutaona wanapiga kelele. Kwa hiyo tutawapinga na kuwazuia. Nimekutana na matukio kadha wa kadha ambayo watumishi walizuia vikundi vya uamsho, kwamba hakuna kusali. Ingawa ni kweli kuna baadhi ya vikundi, baadhi ya sehemu, kazi yao huwa ni moja tu: kuvuruga, kubagua, kutenga, kudharau. Na wamefikia hata hatua ya kudharau wapakwa mafuta. Sasa na hawa wapakwa mafuta ni binadamu. Wanapoona wanadharauliwa na wao ndio wamepewa dhamana, unadhani watajibu nini? Watakufukuza, si ndivyo? Kwa hiyo hakuna hata siku moja mtumishi wa Bwana, yaani mfuasi wa Bwana, Mkristo, anapofika hatua ya kuwadharau wengine. Hakuna. Ukiona wewe ni Mkristo, iwe ni mwana uamsho, sijui mwana fellowship, unadharau watu wengine, tathmini wokovu wako. Angalia huyo ambaye unasema unamwabudu ni nani. Yesu Kristo hakumdharau hata mtu mmoja, na huyu ni Mungu. Sasa sisi kama tunafika hatua ya kuwa watakatifu kuliko Yesu, hapo ni jambo jingine. Kwa hiyo tukumbuke vizuri, Ukristo wetu unapaswa kutusogeza kwa unyenyekevu mbele za Mungu, kuwapenda watu wote, hata wenye dhambi. Tusipende dhambi, lakini tuwapende wenye dhambi ili tuwasaidie wabadilike. Vinginevyo hali haiendi. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuwa kwa wingi ndani yetu, mafunuo toka kwa Bwana yanapokuwa nasi, tutajua kila kitu wazi na tutapata nafasi ya kuwasaidia watu. Kwa habari ya Hana tumeona wazi, kuhani hakujua kuwa kuna maombi ya kimya kimya. Yaani anapomuona mtu anafanya hivyo, anafikiri ni mlevi, anaweweseka. Sasa ni wangapi wamedhaniwa na watumishi kuwa hawapo sahihi kwa sababu ya mtumishi alikuwa hajui msharika anafanya nini. Inaonekana Eli alijua tu maombi ya kupiga kelele, lakini kumbe kuna msharika wake ambaye alijua hata kikaa hivi kimya
ni kama anaangalia au anawaza, kumbe hapo amezama katika maombi. Anawaza, anafikiria, anamshukuru Mungu na kusema, oh, asante Mungu kwamba siku ya leo nilifika. Lakini hasemi kitu, ila moyo wake unafanya hivi. Unajua, usipojua kwamba kuna maombi ya kimya kimya, unaweza usiwe unasali kwa sababu hutapata nafasi utakao sema ngoja nipige magoti niombe. Kuna wakati hata ukiwa katikati ya ibada hivi, mhubiri anahubiri hapo, wewe unapiga maombi. Mungu, mfungue macho huyu mhubiri, ahubiri neno la Mungu, anatulisha njugu mawe hapa, si ndio? Inawezekana. Wahubiri kuna wakati tunafanya hivi. Inawezekana hata saa hizi najua kuna watu wananiombea hapo kwamba Mungu, huyu anayeongea hapa mfanye aongee neno la Mungu, si ndio? Wapo kweli? Nataka kusema ni kwamba watumishi kwa njia ya maneno yetu tunaweza kujeruhi wengi. Siku hizi tunajeruhi watu kwa aina mbalimbali. Kwa mfano, mtumishi anaogopa kusema jambo, kwa hiyo anaamua kukaa kimya. Anajua kabisa fulani amejeruhiwa, anahitaji faraja. Mtumishi mwenye dhamana amekaa kimya kama hajui vile. Yuko wapi mtumishi wa Bwana atakayeona mahitaji ya watu wake, badala ya kukaa kimya, yeye atainuka na kusema na watu wake kwa upendo? Yuko wapi mtumishi mleta faraja? Mtumishi anapokaa kimya, usidhani huo ni unyenyekevu au ndio uchaji. Hapo ni kukosa neno kutoka kwa Bwana lenye kuwasaidia watu katika hali hiyo. Hapo tunawajeruhi watu zaidi, watatudharau. Namna nyingine, mtumishi anaona jambo kwa msharika au mtumishi mwenzie, anajua halipo sawa, badala ya kusema naye ili amsaidie, yeye anaenda kusema habari hizo mitaani. Na kuna watu wenye hulka, sisemi kipaji, wenye hulka ambayo hata sijui niiteje. Hajatumwa, hajaombwa, hajaulizwa, lakini anakwenda na habari za watu kila mahali, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, na kila anayemuona atamwambia hili, anamwambia hili, anamwambia hili. Na inafika mahali washarika au watu wanahitaji msaada wa ushauri wa kiroho, wanaogopa kuleta, kwa sababu wakileta tu, yaani ni magazeti, kesho kila mmoja anajua huko mitaani. Mnapiga makofi kwa sababu hamleti mambo yenu kwetu au? Haya, lakini nataka kusema ndo hicho kwamba hapo napo ni shida. Sehemu nyingi watu wamejeruhiwa, na kwa hiyo wameamua kukaa kimya na mambo yao. Sisi watumishi tulikuwa tunaongea Ijumaa, Jumamosi na leo habari hizi, na nafikiri kwamba Mungu atusaidie tuendelee kuhuika katika utumishi wetu ili tujue tumeitwa kufanya nini. Kuna wakati huu unapofundisha hizi habari huwa anawaambia hivi, mnajua ni kwa nini mpaka kesho hatujui ni mti gani Adamu na Eva walikula pale bustanini? Eti ni matunda gani waliokula? Sababu ambayo hatujui ni kwamba Mungu sio mbea. Yaani Mungu sio kama mgaya, sio kama mwambungu, sio kama ulisema mchungaji? Au sio kama mzee wa kanisa fulani ambaye akijua tu jambo baya tangazo. Mungu aliamua kuficha. Huenda ilikuwa ni ndizi, si ndivyo? Huenda ilikuwa ni papai, huenda ilikuwa ni apple au parachichi. Kama tungejua huo mti, najua kwamba kila mmoja angeudharau huo mti, angeupiga mawe, angeuchopa, yani kila ulipo. Mungu alifumba tusijue chochote. Mungu sio mbea. Kwa hiyo kama sisi tunamtumikia Mungu ambaye sio mbea, kwa nini sisi tuwe wambea? Kwa nini tukipata habari ambayo hatupaswi kusema tunaondoka nayo na kwenda huko na huko? Hapo tunahitaji kujifunza kitu. Tunapoondoka na habari ya mtu mbaya kuisema huko na huko, au tunapomkosoa mtu hadharani, yani tunamvua nguo. Kisha kumvua nguo mtu, baada ya hapo
hauwezi kusimama vizuri tena. Kuna habari muda fulani nimewahi kufundisha kwamba kuna mtumishi mmoja alikwenda mahali fulani. Baada ya kuanza yeye kuonekana kuwa maarufu kuliko yule aliyemtangulia, huyu aliyemtangulia aliamua kuzusha habari za uongo. Ita watu, tawanya, huyu mtu ni malaya mkubwa, mwizi, ana wivu na hivi. Huyu mtumishi kila anapofika watu wanamkwepa. Baadaye akaja kusikia kwamba kuna watu wamekodiwa waeneze habari zake mbaya. Aliumia sana, akataka kuacha hata utumishi. Lakini kabla hajaacha, hawa watu walikuwa vizuri, walikuwa na watu wa ndani wao, mwandani, yani mtu ambaye anakwenda kumwambia halafu anamshauri. Akamwambia, nafikiri kwamba naacha utumishi. Kwa nini? Anasema kwamba huyu sinia wangu, yani hapa amechafua hali ya upepo, amezusha 1, 2, 3, 4, 5. Huyu akamwambia kwamba, mpendwa, hili sio jambo la kwake, ni jambo la kwako. Ukiacha utumishi huwezi kumsingizia yule, ni wewe. Akamfundisha vizuri. Baadaye wakafika hatua ya kuelewana na akasema kwamba atasamehe. Lakini kabla ya kusamehe akamwambia atamsamehe, maana huyu baadaye alikuja kujua ni kosa gani amefanya, ikabidi aombe radhi kwa huyu mtumishi aliyemzushia. Na huyu akasema, nitakusamehe, lakini naomba msamaha wangu uwe katika masharti. Akasema, niko tayari, maana alishajua, watu wamejua kwamba amezusha. Akamwambia, naomba ukatafute jogoo, kama huna mimi nitakwenda kutafuta jogoo pale nyumbani. Akaenda katafuta jogoo mkubwa, akajua kwamba leo ni sherehe ya kusameheana. Akamwambia, sasa tufanye hatua ya pili. Nyonyoa manyoya ya huyu jogoo bila kumuua. Akasema, mbona ataumia sana? Akasema, wewe usijali, nyonyoa tu. Kila alipokuwa na nyoya moja, jogoo analalamika na kutaka kumparua. Akafanikiwa kunyonyoa yote. Akasema, hili umefaulu. Kama umenyonyoa huyu akiwa hai na umefanikiwa, basi sasa naomba nenda sehemu yenye njia panda, kama hapa pale roundabout, lakini pawe na upepo sana. Halafu yale manyoya tawanya yote, ili upepo usambaze yale manyoya, yaende sijui mjini, yaende huko Kilombero, sijui Mbingu, Chita, Mahenge, mpaka wapi. Akafanikiwa, akijua kabisa kwamba kwa kufanya hivi, yani hizi habari sasa zimekwisha, Bwana amefuta kabisa. Aliporudi pale akamwambia, sasa imebakia hatua moja tu. Moyoni anasema ni ya kuchinja jogoo na kufanya nini? Na kula. Yule mtumishi akamwambia, sasa naomba ukakusanya yale manyoya yote, yarudishie kwenye kuku, awe kama vile mwanzo. Baada ya hapo tutakuwa tumesameheana. Sasa mtumishi, moja, yale manyoya yalikokwenda siwezi kujua, hata kama nitafanikiwa kuokota machache sitayapata yote. Jambo la pili, siwezi kuyarudishia yale manyoya kwenye nini? Kwenye kuku. Akasema, basi ulichonifanyia ndio hicho. Ulipokuwa unaeneza maneno huko, nilikuwa naumia, unanivua. Maneno uliyoyaeneza, hata kama sisi hapa tutasameheana, huwezi kuyarudisha mdomoni mwa watu, akilini mwa watu, si ndivyo? Na akamwambia, unapotenda ubaya kwa mtu, unapomtendea mtu ubaya, huwa huelewi anaumiaje, huwa huelewi, huna mfuto wa kufutia, huwezi kuwasahaulisha watu. Ni wangapi hapa tumewazushia, tumewatendea ubaya, wamejeruhiwa, yani wanapotembea wamejaa makovu. Anaposimama pale watu wanachora tu picha yule pale bure kabisa. Kumbe sisi tumechangia, watu wa Mungu, bila kujali nafasi zetu. Tukumbuke kutendeana mema, tusaidiane kwenye amri zetu ambazo tunazo, ambazo Mungu ametupatia. Kuna amri moja inasema kwamba usimshuhudie jirani yako uongo. Hata kama tayari sifa yake imeharibika, msaidie sifa yake isiendelee kuharibika. Wacha wengine waharibu, lakini wewe usiwe miongoni mwa hao. Kwa hiyo baadhi yetu watumishi tunavuma kwa kuwajeruhi watu. Baadhi yetu wa Kristo tunavuma kwa kueneza habari za watu mitaani. Tuombe neno la Mungu liwe miongoni mwetu
Kristo akae ndani yetu, tutaongozwa katika njia ya haki na wengi watapona katika mengi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaye Hana hapa ambaye alikuwa anakejeliwa, anadharauliwa na mke mwenza. Ila Mungu ni wa pekee sana. Huwa anatufariji katika udhaifu wetu kwa namna ambayo hatujui. Sasa nilifikiri kwamba tuangalie faraja iliyomjia Hana katika hali hiyo. Lakini kabla hatujaangalia hiyo faraja, hebu tuangalie mazingira ya Hana. Mazingira ya Hana yalikuwa ya aina tatu. Kwanza, yeye alikuwa na mume Elikana. Alitakiwa kuleta faraja kwa mkewe kwa kuwa tayari Hana ana hii shida ya ugumba, ni tasa. Mume anapaswa kuwa mfariji kwake, lakini badala ya kuwa mfariji, yeye anakwenda kuleta mke mwingine. Baadaye anapoona mke mwingine anamsumbua, anajitokeza sijui na kumpendelea zaidi, kumletea kitu hiki au kile kizuri. Ni kweli ilikuwa faraja kwa wakati ule, lakini ilikuja wakati mbovu. Maana yake jambo lolote zuri likifanywa kwa wakati sahihi linakuwa zuri na lenye kusaidia. Sasa Elikana alikuwa faraja isiyosaidika. Alikuwa na msaada usio msaada, ulikuja kwa wakati usio. Na hapa jamii zetu za Kiafrika tuko vizuri kwenye kuleta faraja wakati usio sahihi, kwenye kuleta msaada wakati usio sahihi. Mtu akiugua, tunamuona hapo anaumwa, akija kuomba pesa, yeye hana, jamani naomba mnisaidie nikatibiwe, tunasema sina, si ndivyo? Hata kama kweli zipo, ngoja afe. Yaani tutachanga michango ya kila aina mpaka tufanye nini? Tusafirishe maiti. Hata kama ni kwao ni Zanzibar, tutapata hela ya kupeleka huko, si ndivyo? Sasa mbona hatukumsaidia kabla hajafa? Pengine angepona. Kwa hiyo hapa, ndugu zangu, tuone namna ya kufanya misaada itolewe kwa wakati husika. Haya ni mazingira ya kwanza. Hana alipata faraja kutoka kwa Elikana, lakini hii faraja ilikuja wakati mbovu, haikusaidia chochote. Penina alikuja kuleta faraja kwenye ndoa ya Elikana na Hana, lakini badala ya kuwa faraja aligeuka kuwa msumbufu, mwenye kejeli, mwenye dhihaka. Kumbuka kasoro au udhaifu wa Hana, alikuwa na maumivu, kwa hiyo alihitaji faraja. Ameletwa mke mwenza kama suluhu ya tatizo lao. Bahati mbaya amekuja na tatizo jingine. Tabia yake, mdomo wake vinasumbua. Hiyo ni shida. Mazingira ya nyumbani yamemshinda Hana. Anaona sehemu ya kukimbilia ni madhabahuni kwa Bwana, kama ilivyo madhabahu hapa. Amekwenda huko. Amefika huko ndo anakutana na watumishi akina Mgaya, si ndivyo? Kuhani Eli, mzee wa siku nyingi. Badala ya kutafiti ili abaini Hana anafanya nini, yeye anamhukumu kwa kosa ambalo hakulifanya. Anamuita mlevi. Hivi unajua nini hutokea mtumishi anapomsema vibaya msharika wake? Unajua tunapokuwa hapa tunaweza tukamsema mtu alafu mtu asijibu, si ndivyo? Lakini si kwamba haumii, anaumia. Sasa kazi ya mtumishi ni kumsaidia msharika amjue Mungu vizuri. Kazi ya mtumishi ni kumlinda, kumtunza na kumlisha. Yesu anapompa Petro wajibu, anamwambia lisha kondoo zangu, chunga kondoo zangu. Unalisha kitu ili kishibe na kuridhika na hatimaye kiongezeke. Unachunga kitu kisipotee, kisitoroke au kisiibiwe. Ukijua namna gani kinaweza kupotea, utajiweka vizuri. Kwa mfano, watu hupotea kwa sababu ya mafundisho potofu. Kwa hiyo utaimarisha mafundisho. Watu hutoroka wasiporidhika au wasipopata kile wanachokitaka. Kwa hiyo utaweka mazingira mazuri ili wasitoroke, na utahakikisha unaweka malisho ya kutosha, yaani washibe. Hata kama huko nje kutakuwa na vitu vya watu vimezagaa,
wao hawatajaribiwa, maana wameridhika. Vitu huibiwa kama hakuna ulinzi. Kunapokuwa na uzembe, vitu vinaibiwa. Kwa kimsingi, kuwa mtumishi tena katika nyakati za leo kunahitaji uangalifu na utayari wa pekee sana na kushikamana na Bwana. Vinginevyo tutapoteza kondoo kwa uzembe wetu, kwa tabia zetu. Kama Hana angekuwa ni sawa na washarika wa leo, hapo kuhani alishampoteza kwa kauli yake, tena kirahisi kabisa. Yaani msharika anaomba, unamwita mlevi. Fikiri leo msharika anaomba na kunena kwa lugha, halafu mtumishi unamwambia una pepo, nijuavyo patachimbika. Hayo yalikuwa ndio mazingira ya Hana. Yalikuwa ni mlima unaoteleza kwa Hana na kwa mwingine yeyote anayepita kwenye mazingira ya namna hiyo. Lakini kuna kitu kilimshikilia Hana, kiasi cha kutokuyumba, na hicho ndicho kinachotafutwa kwetu leo. Tukijua hicho, tujapopitia magumu kiasi gani, tutakuwa na amani na utulivu. Tukijua hicho, uchumi wetu ujapoyumba kiasi gani, imani zetu hazitateteleka. Tukijua hicho, ndoa zetu zijaposumbua kiasi gani, hatutakimbilia nje ya ndoa kutafuta suluhu. Tutadumu na hicho kitu. Sasa tuangalie faraja ambayo Hana aliipata, na wakati huo huo nitakuwa nasema kwamba faraja hiyo ndiyo ambayo Bwana anatuletea hata leo hii. Hivi unajua kwamba kuna baadhi ya dhihaka na chuki za adui ambazo ni mtaji na msaada kwetu katika kutusogeza mbele za Mungu au kwenye mafanikio? Ndiyo, narudia tena. Kuna baadhi ya changamoto, kuna baadhi ya ukatili wa watu, hila zao, uzembe wao, dhihaka zao na chuki zao, fitina zao zinahitajika sana katika maisha yetu, ili sisi tuondoke hapo tulipo, tuende mahali ambapo tulistahili kuwa, tulikusudiwa kuwa. Ili tuelewane katika hili ninalosema, lazima hekima ya Mungu ikae ndani yetu, yaani neno la Mungu. Na tena neno la Mungu likiwa adimu kwetu, hatuwezi kuelewa kitu Mungu anachokifanya tunapopita kwenye mazingira kama hayo ambayo Hana alikuwa anapita. Tunaponyanyaswa, tunaposengenywa, tunapofanyiwa vibaya. Yaani tutalalamika tu, tutatukana, tutabwaga manyanga, tutakimbia na kuziacha kazi zetu. Lazima Bwana awe ndani yetu na atujulishe kwa nini tunakutana na hayo. Tukilielewa hilo vizuri, tutadumu vizuri. Tusipoelewa, tutapambana sehemu tuliyopaswa kukaa kimya, tutakaa kimya sehemu tuliyopaswa kunena, tutakimbia sehemu ambayo hatukupaswa kukimbia. Ni kweli huyu mama aliyeitwa Hana alikuwa tasa. Lakini kumbuka jambo hili, bila dhihaka za Penina kwa Hana, bila msaada uliochelewa kutoka kwa Elikana, asingekuja Penina. Na bila dhihaka za Penina kumkejeli, kumtukana, kumdharau, Hana asingekimbilia wapi? Madhabahuni. Kwa hiyo Samueli asingefanya nini? Asingezaliwa. Unaona? Kwa hiyo kumbe ilikuwa ni lazima Penina amchokoze huyu hadi Hana achukie na kuomba. Lakini kama kusingekuwa na uchokozi, Hana angeridhika na utasa wake, maana kila kitu kinajitosheleza. Si ndivyo? Mambo yangekuwa hivi. Inawezekana kabisa kwamba hata leo hii katika mazingira tulipo, mambo hayapo shwari, tumeridhika tu. Unajua, mambo yanapokuwa ndivyo sivyo, tukajua nini cha kufanya, au wakawepo watu wenye kutukumbusha Biblia inasema nini tunapokuwa kwenye mazingira magumu, tutaomba kwa nguvu na kufunga mpaka mambo yabadilike. Uwepo wa Mungu utashuka. Kwa hiyo Samueli asingezaliwa kama Elikana asingekuwa mzembe,
Kama Penina asingemkejeli huyu, tungemkosa mtumishi nguli, huyu mtumishi anayetuvuta na kutufanya watumishi wengine tuige utumishi kwake. Maana mazingira angemsaidia, asingefika huko. Lakini sasa mazingira yalikuwa magumu kwake, akaona kimbilio pekee ni kwa Mungu, na kweli aling'ang'ana. Na hapa ndiyo maana Ayubu anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ukimjua Mungu, hata kama vita zitajipanga kinyume chako kila siku, wewe utakuwa unamuona Mungu wakati wote. Bila chuki na wivu wa ndugu zake Yusufu, zile ndoto za Yusufu za kwamba atakuja kuwa mtawala zisingetimia. Maana ilikuwa ni Misri. Kwa hiyo hawa wanapomuuza wakidhani ya kwamba tunamkomesha, kumbe wala hawamkomeshi isipokuwa wanamkomaza, si ndivyo? Wanapofikiri kwamba wanammaliza, kumbe ndio kwanza wanamuimarisha. Kwa hiyo Mungu anatumia mazingira yale yale ambayo wao wanafanya kutenda jambo zuri kwa ajili yako. Na ndiyo maana Yusufu mwishoni anakuja kusema, ninyi mlikusudia baya, lakini Mungu alikusudia jema kupitia ubaya wenu. Kwa hiyo wao wanapokusukuma, wanapokupiga, yani ni kwamba wanakuandalia mazingira mazuri ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Tusiishie tu kulalamika, badala yake tazamane na Mungu na kusemezana naye. Kama sio mateso dhidi ya Wayahudi kipindi cha vita kuu za dunia, sidhani kama hawa jamaa wangerudi nchi ya ahadi. Kule ni kukame. Kama sio mateso waliopata kwa Farao, wasingerudi kule. Lakini Mungu alitengeneza mazingira hayo, wakateswa mpaka baadaye wakaamua kurudi. Kama sio Sauli kumchukia Daudi kwamba anasifiwa na watu, na kwa hiyo akaanza kutaka kumuua, na Daudi akaanza kukimbia huko na huko, kumbe kwa njia hiyo Mungu anataka Daudi ajifunze mambo ya vita, maana ameinuliwa kwa ajili ya jambo hilo. Unajua kuna wakati hatujui nini kiko mbele yetu, lakini Mungu anayetupitisha kwenye hayo mambo magumu anatuweka vizuri. Kama sio usaliti wa Yuda Iskariote kwa Yesu, sijui kama safari ya msalabani ingekwenda kwa mfumo upi. Najua kabisa kwamba Mungu angefanya njia yoyote ile, lakini dhambi na kosa la Yuda Iskariote lilimpeleka Yesu kwenye hatima yake. Unaona namna mazingira tata yaliyojaa uchungu na mateso yanavyoweza kutumiwa katika kumfanya mtu ainuliwe. Ningetamani kumalizia hapa, lakini kuna jambo ambalo linatuhusu sisi wenyewe. Kwa hiyo naomba tu mnivumilie kwa dakika chache. Watu wa Mungu, kama sio wao kukusema, huenda usingepambana hadi uwe hapo ulipo. Si ndivyo? Maana baadhi yetu tupo hapo kwa sababu akina fulani walikuwa wanatucheka, wanatudharau. Dhihaka na dharau zao zilitusaidia sisi kuongeza umakini, kuongeza bidii katika yale tuliyokuwa tunayafanya, na sasa tuko hapo tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Walitudharau, walitucheka, walitutendea vibaya, walitunyima hiki na hiki, lakini leo tuko hapo. Bila ya wao kutufanyia vile, tusingefika hapo. Kama si wao kukuandama ili wakuue, usingeona hitaji la kung'ang'ana na Mungu wako ili akulinde, apigane nao wanaopigana nao. Ungepigana kwa nguvu zako, ungeridhika, na usingekuwa na kiwango cha imani hicho ulicho nacho. Kwa kuwa walikuandama kwa namna zote, uliona uhitaji wa kuimarisha uhusiano wako na Mungu kuliko chochote. Maana uliona kimbilio lako ni kwa Mungu tu, vinginevyo utakuwa mawindo yao. Na sasa uko hapo unamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama si wao kukufukuza, kukuzuia pale ulipotaka kuingia, usingepata fursa ya kuwa hapo ulipo leo. Na kama wasingekunyang'anya au kukuibia kile ulichoshikilia siku zile,
ndio usingekitafuta hicho ulichonacho leo. Halafu unajua kuna wengine kwenye mahusiano yetu na ndoa zetu tumekuwa na wachumba 2, 3 kabla ya huyu ambaye tunaye sasa, si ndivyo? Kama sio yule kukukataa, kukuacha, kukusaliti, huenda usingekuwa na huyu ambaye unaye sasa leo na unafurahi, si ndivyo? Ni kweli kwamba baadhi yetu inawezekana kwamba yule mwingine alikuwa bora, lakini kuna jambo Mungu alikuwa anakukatazia. Kwa hiyo kama si fulani kukukataa, usingempata uliye naye leo. Kama wasinge kuwa wamekuacha uliokuwa nao kule, usingekutana na huyu uliye naye. Lakini ulipoachwa kule au kwa kuto kukusemesha kule, ulihuzunika na kujiona hufai kwa hili wala lile. Kumbe ilikuwa hivyo ili uwe hapo sasa. Ukielewa nisemalo, neno la Mungu na hekima yake ikawa pamoja nawe, utafika mahali pa kusema kama Daudi, ilikuwa vema kwamba naliteswa ili nijue mapenzi yako Mungu. Ilikuwa vema kwamba nilipitishwa katika ile hali ngumu ili nipate kuimarika, na leo niko hivi. Mimi nilifiwa na baba nikiwa na miaka 19. Na wakati ule nilikuwa sekondari kidato cha 4. Nilifurahi baba alinihudumia hata kama muda mwingine ilikuwa ni mpaka tusumbuane. Lakini mara tu baada ya kufariki hali ilikuwa ngumu kwangu kuliko kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ndugu zangu, mimi ni kwa baba nilikuwa peke yangu kwa mama yule. Na hii ilinifanya nikose urithi ambao baba alikuwa nao pale. Kwa hiyo maisha yangu ni kama ya shule yalikuwa yanaishia hapo. Mbele siwezi kuendelea. Lakini Mungu aliinua watu walionishika mkono tangu pale mpaka chuoni. Mpaka kuna wakati fulani huwa anasema kwamba nadhani kwamba Mungu alikuwa anakusudi kumuondoa baba katika hali hiyo ili nipate kuona ukuu na utunzaji wa Mungu tena kupitia watu tofauti kabisa ambao hata sijui bila ya Mungu kufanya hivyo ingekuwaje. Na kuna wakati huwa anasema baba angeendelea kuwepo mpaka nikiwa mtu mzima, huenda hata nchi za Ulaya na hivi nisingeenda. Maana nilikwenda kwa mfumo huo wa kushikamana na huyu na yule, na baadaye nikakuta kwamba niko kule na leo naishi huko. Nipo tu hapa kwa muda mfupi tu. Mchungaji aliniambia kwamba nijitambulishe, labda sasa kwa kuwa ndo namaliza somo naweza kujitambulisha. Mimi ni mwenyeji wa Njombe Mbena. Nikiwa mdogo wazazi walikuwa naishi Isimani, Ikengeza kule. Kwa hiyo nilizaliwa Ikengeza. Kipindi kile Isimani sehemu wanazolimalima. Nikiwa na miaka 2 tulirudi Njombe. Kwa hiyo tumeendelea kukaa Njombe na baadaye nikaenda sekondari tukaenda Makumira kusoma, na huko ndiko nilikokutana na mchungaji Nyakachewa. Na tulikuwa darasa moja, tumesoma, tumerudi kila mmoja kwa diocese yake. Nimekaa, mimi nilikuja kuoa baada ya kumaliza shule. Kwa hiyo ninapobarikiwa nilikuwa mimi kama mimi. Hata kama masharti yanasema kwamba ni vizuri ubarikiwe ukiwa na mwenzi wako ili apate ile joto la utumishi lile. Lakini baada ya hapo nimeendelea kutumika, na kwa sasa nafanya kazi na shirika moja kule Finland, na hawa wamenituma niwe misionari kwenye diocese yangu ya nyumbani. Kwa hiyo nina mara moja huwa ninafundisha chuo pale Kidugala, chuo ambacho wanafunzi wetu hapa wapo wanasoma na wengine walishamaliza kule, na huwa naendelea kufundisha. Kwa hiyo huwa ninakuja mara 2 au 3 kwa mwaka, na muda mwingine nafundisha kwa njia ya mtandao. Mungu ametupa nafasi ya kuwa na maendeleo kiteknolojia, kwamba unaweza ukawepo hapa sasa hivi lakini naendelea kufundisha Marekani au wapi, hata kama naishi Ifakara, madam tu mitandao iwe mizuri. Kwa hiyo kwa namna hiyo huwa nafundisha pia kwa njia ya kufundisha mtandaoni. Hata huyu ndugu aliyenialika hapa amekuwa akipokea mafundisho hayo mara kwa mara, na baadaye akasema naomba haya mafundisho pengine hata watu wangu kule Ulanga Kilombero wangepata.
Bahati mbaya wanaohudhuria ni wachache, lakini vivyo hivyo tujue. Nachotaka kusema ni hiki, kwamba Mungu anapokuwa ametupitisha kwenye mazingira magumu, bila kujali yalikuwa magumu kiasi gani, tutajua mapenzi ya Mungu na kitakachozaliwa mara baada ya hizo dhiki na shida, kama tulidumu vizuri, yani kitashine, kitang'aa, kitakuwa bora kuliko vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kwenye habari hii kuna kichekesho kimoja. Penina tunasema kwamba alikuwa na watoto, Hana hakuwa na watoto. Hebu niambieni jina la mtoto mmoja tu wa Penina. Nani anafahamu? Hakuna. Kwa hiyo kelele zote za Penina, hata aliowazaa hawajulikani popote. Lakini mwenzie amekuja nyuma, alichokizaa kimejulikana, na leo hii tunakitumia kama mfano. Ngoja wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana kwako ndio mzuri zaidi. Yaani Bwana atakapokuinua na kutegemeza, kila kitu kitashuhudia kwamba hakika Bwana alikuwa anafanya jambo. Tusilazimishe mambo, tumsubiri Bwana atende. Lakini wakati huu wa kusubiri, yani tungoje ahadi ya Bwana tukiomba, tupite kwenye mapito tukiomba, kama yule Hana alivyopita kwenye mapito hayo akiomba, na baadaye anakuja kumpata mtumishi nguli, mtumishi mwaminifu aliyeirejesha Israeli kwenye mapenzi ya Mungu. Maana Eli na watoto wake walifanya kwa mazoea, lakini Mungu alipomleta Samuel, huyu aliyepatikana kwa njia ya maombi, kwa njia ya suruba kali, alipokuja alikuwa nuru na mwanga kwa taifa zima. Inawezekana dayosisi yetu tukapita kwenye mazingira magumu. Inawezekana usharika wetu tukapita kwenye mazingira magumu. Watu wa Mungu, sio wakati wa kulalamika, sio wakati wa kusema mbona. Tumieni magoti yenu, tumieni mioyo yenu kusemezana na Mungu. Kitakachokuja, kila mmoja atasema haleluya. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndio mwambani salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yenye unipa unayo mawimbi na mawimbi yakinipiga, nguvu zake kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, kwa ajili ya jina lake Yesu Kristo, tunakushukuru kwamba tujapopita kwenye magumu kiasi gani, tujapozongwa na shida kiasi gani, wewe peke yako unatosha kwetu. Maana kila tunapopita unasema gongo lako na fimbo yako vitatuongoza. Wewe upo kila mahali tunapopita. Asante kwamba Mungu wetu uko mahali pote. Asante kwamba Mungu wetu wewe ni Mungu mwenyezi, Mungu wa nyakati zote, Mungu wa mahali pote, Mungu unayejua kila kitu.
Watu wako waliokusanyika mahali hapa siku ya leo, huenda wanapitia magumu, huenda ndoa zao zinasumbua, huenda uchumi wao unasumbua, huenda mazingira yao ya kazi yanasumbua, huenda utumishi wao kwako umejawa na vikwazo na changamoto. Baba, neno lako ambalo tumelisikia lifanyike kuwa faraja kwao. Neno lako ambalo tumelisikia likawe mwangaza katika utumishi wao na katika mapito yao, na mwisho wa siku waimarishe na kuwafanya kusimama vizuri katika wito uliowaita. Asante kwamba ulitupa nafasi ya kuwepo ibadani leo, na sasa tunapoelekea mwisho, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, endelea kuwa nasi. Ibariki siku ya leo na bariki maisha yetu kwa ujumla, ili sisi sote tukuone wewe ukitenda kazi katika kila ambacho tunakigusa. Uhimidiwe Mungu wetu, kwa kuwa huchoki kutupenda, huchoki kutubariki. Endelea kukaa nasi sasa na hata milele, kwa Yesu Kristo. Amen. Asante sana. Tuketi.